osiep Raila iduong Nyabola Oloso ka ogomba ka Giramogi TV ewi ng'amane Raila en gi ote mare maduong' mar riwruok kada achiel mar Uganda. Kawere kod mago ni nyakora Mogi kinde ka kinde ma ineno tipo ma waketo ni yamo. Jogo ma ithoro neno gin wan ma wakelo ni lendo gi achiel kachiel kod reporters magwa makolo tiend weche ma wakelo ni. Kata kamano dibed makare kakuri bedo kod ng'eyo ni e tok picha ma ineno go nitie jofwambo ma tijgi en mana goyo picha kendo mako weche kapok gimiyowa mar tiyo kodgi. E thuloni ma koro waloko higa manyien, jogo picha magwa mag Royal Media Services mamako weche ne Ramogi TV, Citizen TV, Nuru TV kod bedewa mamoko nyiso wasigana mar kaka ne gikalo e matek e kinde mane sirikal rakore gi mosenindo Raila Odinga e ng'anyo to kod pek mamoko ma bende giseneno e kinde magi mag tich ka gin e pap. I would say Raila were different characters depending on the event, depending on the season. For example, during Maandamano, Raila was a fighter. During a youth conference, Raila was a motivational speaker. Anatolewa kwa kiwanja. Anapenda nini? Amempatia Imran. Ndio kwa mpira. During probably some ceremonies, he is also an elder. So depending on the season, depending on the time, he wore different characters. Mimi kama mpiga picha na pia mwanahabari nimeweza kushuhudia mikutano mingi ya Raila Odinga ama baba kama tulivyomfahamu sisi pia kama wanahabari, na nimeweza kukava mikutano mingi ikiwemo maandamano, mikutano ya press conferences yenye alikuwa akiitisha. Naweza sema kwamba Raila Odinga kama sisi kama wanahabari ama kama wapiga picha, wakati kunasemekana kwamba kuna akona jambo kwa wakati fulani, kulikuwa na ile excitement ya kutaka kujua hii leo ni nini haswa Raila Odinga anataka kuongelelea nini. Jamaa tuwezi kukubali. Tutaendelea mbele mpaka tume ya Isaac Hassan na wenzake wameenda nyumbani. Lakini kusema ukweli, ile iliyokuwa ile kwa kizungu inaitwa mother of all protests yenye mimi nakumbuka kwa kindani kabisa, yenye najua Raila Odinga aliweza kushiriki ni hii yenye kwa hii picha unayoitazama hapa. Nakumbuka ile siku mimi nilikuwa uwanja wa Jacaranda. Procession yetu ilianzia Capitol Hill, ilikuwa very peaceful, chill morning. Nakumbuka vizuri, paka tulikuwa tumejivalisha zile magwanda, alafu tumeweka vile vitu zetu za press, paka tukapiga selfie. Hiyo na kusema hii moment tulikuwa tunakaa journalists wenyewe kufanya shughuli, kwa sababu hiyo time tulikuwa tumelimbiwa leo itakuwa siku ngumu sana kwetu. Katika barabara kuu ya Outer Ring, hapo tulipata yale polisi walikuwa wameweka kizuizi na walikuwa wamejiandaa vilivyo. So pale ndio tukaanza kupigwa na ile vitu wa machozi, maji tukimwagiwa ya pilipili, na pia wengine wao walikuwa wanapiga risasi. So wakati huo sasa tulikuwa tumevumilia kwa hiyo gari, tukisimulia, tukipiga kwa vile tulikuwa tunapeperusha moja kwa moja. Sisi tulikuwa tumejiandaa na kamera 3, moja ya Moses Mwakisha ilikuwa nyuma tu ya gari ya Raila Odinga ya hayati, alafu yangu iko mbele ya gari yake, and then kulikuwa na mpiga picha mwenzangu Gitonga ambaye alikuwa kwa ile footbridge, ile daraja ambaye watu upitia hapo. Sasa yeye ndiye aliweza kutupata sisi tukiweza
tukapata hiyo mashambulizi ya polisi tukipigwa. Kukava Raila ni kama ile simulizi patanishi. Kuna furaha, wengine wamekasirika, wengine wanalia. Manake tukiwa hapo Kware, kabla tujafika Kware, watu walikuwa wanatoka kwa manyumba wanamwaga maji, kimwagilia watu maji kupoza ile mioshi ile ya tear gas ile. Sasa mimi kufika hapo naona mwenzangu mbele, nikiangalia naona moshi. Nikamwambia mwenzangu mwenye nilikuwa naye kwa hiyo gari tukifuata Raila, ilikuwa ni Alfred Cheriot, mpiga picha mwenzangu. So nikamwambia, ndugu yangu, mbele mimi sioni kwa sababu naona giza. Hata nikifungulia, nikiweka ile wide shot naona tu giza mbele, sioni kitu. Nikamwambia ni kama mbele kuna shida. Kidogo nikaona mwenzangu ambaye ufanyia alikuwa anapigia Raila Amolo Odinga picha. Nikamwona akitoka kwa moshi na kamera yake. Nikajiuliza, sijawahi ona Emmanuel ana badala ya kukaa na mzee anatoka akikimbia. Nikajua hapo kuna shida. Mmoja wetu mpiga picha akasema turuke tusiruke, lakini ikabidi sasa tukaanza kuruka moja kwa moja. Lakini watu ambao walianza wa kwanza kuruka ni wakati walipiga ile vitu machozi, ikapiga ile kio ya gari, ikaingia ndani ya gari, ikalipukia ndani ya gari. Sasa dereva na ule alikuwa anaongoza hiyo gari alikuwa amekaa upande wa kushoto, alafu na DJ Spider alikuwa pale ndani. Niliona wamefungua mlango na kutoroka mbio. Mambo sasa ni kuproceed straight. Bado kuproceed hatuwezi enda mbele. Kulikuwa na nini, bari ya polisi, kuna hiyo flyover ilikuwa hapo, na kulikuwa na kanta. So pale mbele tiaka zinaona zinarushwa kwetu. Gari yetu inaenda, lakini tiaka zinaendelea kurushwa mingi. Nakumbuka hata gari yetu ilitana. Hiyo gari ya kwanza ilitani ya polisi, ikabaki sasa sisi ndio tumebaki mbele. Sijawahi tangu nianze cover for almost over 10 years. Sijawahi kula tiagasi mingi hivyo kunikikava Raila. One of the journalists alikuwa sisi pale juu kwa gari tulikuwa station kama 4-5 hapo hivyo, main stations. So kuna journalist mmoja alikuwa tiagasi zilikuwa zinarushwa mingi, aliweza akafaint. Vile alifaint, sasa mimi nilikuwa namshikilia, at least namwambia jamaa jikaze, tunafaa hapa tutatoka tu. Kumbe time tunajaribu ku gather confidence sisi wote, tiagasi zinaendelea kurushwa. Na nilisikia tiagasi imerushwa, mimi nilisikia tu kwanza nimepigwa pap. Ikagonga kichwa ilikuwa imevaa helmet. Iligonga ikagonga mwenye alikuwa nyuma yangu. So mwenye alikuwa nyuma yangu anasema nimegongwa, lakini sasa kuangalia naona ameruka nje. So mimi nikasema wacha pia mimi nijaribu kujitoa. Juu sasa hiyo time unaangalia nyuma, pia kati ya gazi nyingine imekuja. Nikasikia nyingine imeingia kwa my chest. Sasa yule alikuwa amevaa bulletproof ndani ya chest. Vile ilipoingia ndani ilikuwa moto. Unajua tiaga zinakuwa moto. So ila mimi nangangana kuitoa, ilichoma hapa. Niko na scar hapa. Ilichoma hii scar, kuna scar kubwa hapa sana, ikatoka mpaka nilikuwa nasikia nyama ilitoka na nyama kidogo juu nilipoitupa hivi ililipuka. Hao wenye walikuwa wamekaa karibu na mimi sasa hapa mbele. Wengine wale nyuma waliruka, hao mbele waliruka nje. Kamera ilikuwa na hang kwa sababu nilikuwa nafanya live transmission. So kamera bado ilikuwa na hang. Ile wakati nilikuwa navuruta kamba sasa kuichukua kamera ndio nivute hivi. Hapo nilisikia the right side imepigwa, niliona tu black. Sijui nini limefanyika. Nilijipaya tu nimeanguka, nimetoka tu juu ya gari. Nakumbuka tu niko chini. Bizi walikuwa wamekimbia wote. So unde alikanyaga mwaka ananiambia huyu ni kama huyu amekufa. Nikashtuka. Kashaka huyu amekufa, lakini najisikia. Sasa nikafanya vidole zangu hivi ndio nione kama ni mimi naongelelea. Ndio nikapata fahamu ni mimi. Kidogo naona blurry images ya watu na cross wanapita mbele yangu. Na kwa hivyo mimi mwenyewe ndio sasa kamera yangu ilibaki kama bado inaendelea kurekodi ama kupeperusha yale matangazo. Lakini sasa hapo ndio sasa vile nilikaribia ama wakati zile purukushani zilipungua kidogo, nikaenda mimi mwenyewe nikaangalia, nikatizama zile uharibifu wenye ulikuwa umefanyika pale. Nikaona kamera zimeharibiwa,
zile vifaa za kupeperusha zenye kwa kawaida tunaziita live views pia zilikuwa zimeloa maji, na kuangalia hapo chini ndio nikaona mwenzangu Mauritius Oduor pia ameumia. Mwenzangu wa station ya NTV Eric Sinta wakati ule pia nikamuona alikuwa ameumia hapa, alikuwa anavuja damu kutoka hapo, na ni kama aligongwa na kile kitoa machozi hapa kwa uso wake. Na kwa hivyo jambo la kwanza lilikuwa pia mimi ilibidi nichukue hatua ya kujua vile pia wenzangu wataweza kufikishwa ama kupata matibabu ya haraka. Na kwa hivyo hapo ndio mimi nikaendelea na kazi yangu ya kupeperusha, kwa vile sasa kuna kamera ingine ilikuwa imebaki. Na kusema ukweli mimi sijawahi kuona maandamano mengine yenye Raila mwenyewe aliweza kufika mwenyewe na kutoka wakati ule. Ilikuwa tu ile tunasema ya kukata na shoka.